Shalom shalom, naongeza tena kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mko na ndugu yenu mpenzi Evangeliste Dr. Joshua Papi. Kwa hiyo asubuhi ya leo naongeza tena kuwasalimu, na tukitaka kuzungumza neno la Mungu liko katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 3 hadi 6. Na hayo maneno tutaenda kuzungumza. Mwambie Mungu akupatie mtu mmoja ndani ya maisha yako. Pana kila ambacho unahitaji ndani ya maisha yako. Mwambie mtu, ni akina nani ninapaswa kutembea nao, ni akina nani ninapaswa kwenda nao. Watu wengi, tuna marafiki wengi, lakini hao wote marafiki sio wote wenye thamani kwetu. Pana wengi marafiki wako wanatupeleka katika njia mbaya. Kuna wengi marafiki wako wanatutoa katika huduma za Mungu. Kuna wengi marafiki wako wanatupeleka katika njia za usharati. Kuna wengi marafiki wako wanatupeleka katika njia za ulevi. Kuna wengi marafiki wako wanatupeleka katika njia zisizofaa. Lakini kila ambacho naenda kuambia asubuhi ya leo, rafiki mzuri ni Yesu Kristo peke yake. Rafiki mzuri anayekufaa asubuhi ya leo ni Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo akikupeleka, atakupeleka katika amani, atakupeleka katika furaha, atakutoa katika mateso na atakupeleka katika furaha yako ya milele. Haleluya. Sasa asubuhi ya leo, ndugu yangu unayonitazama na unayonisikiliza, usiogope ndani ya shida ambazo uko unazipitia. Mungu mwambie kupatia rafiki ambaye atakutoa katika mateso. Mungu mwambie kutoe katika magonjwa ambayo unamaliza kipindi kirefu ambacho unaugua. Huyu mtu ambaye tunaenda kuzungumzia ni historia ambayo iko katika hicho kitabu cha Yohana. Huyu mtu aliugua miaka mingi ya kutosha, aliugua miaka 38, lakini hakuwahi kupata msaada, hakuwahi kuona ni nani nakuja msaidia. Saa zingine wa ndugu zake, marafiki zake wamemkimbia, saa zingine ndugu zake walichoka wakamwacha, lakini Yesu Kristo hajachoka ndani ya maisha yako. Lakini Yesu Kristo hajachoka kwa yale ambayo unayapitia. Anasema niite na nitaitika. Ndio maana nakwambia asubuhi ya leo, umuite Yesu Kristo akusaidie. Acha tusome hayo maneno ya Mungu ambayo katika hicho kitabu cha Yohana sura ya 5, tuanzia kwa mstari wa 3 hadi 6. Anasema, ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemke. Unasikia, palikuwa wagonjwa wengi, watu ambao wamepoza, watu vipofu, wengine watembei. Saa zingine palikuwa wagonjwa wa masida, wote walikuwa wakilala hapo, wakichunga kama malaika atashuka na kuchibua maji hayo. Lakini wakati maji yanachibuka ndani ya chemchemu, wenye marafiki zao wa ndugu zao walikuwa wako hapo, walikuwa na wenyanguo wanatupia ndani ya maji, wanawatenda ya maji, na hapo hapo ndipo wanapata msaada wa uponyaji. Tukisoma hapa sura ya 4, panasema tena vizuri, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akiingia katika hiyo birika akiatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wake aliyokuwa nao. Sikia nikwambie ndugu yangu, wakati maji alikuwa akitibuliwa, wakati maji alikuwa akichemuka, ule ambaye alikuwa akikuwa wa kwanza anapaswa kupata uponyaji. Ndugu yangu, chunga nikwambie, acha kuwa wa kwanza katika mambo ya Yesu Kristo. Acha kubaki nyuma, acha kurudi nyuma. Wakati unapitia katika vikwazo, shimama imara. Wakati unapitia katika shida, shimama imara. Njaa isikufanyi kutoka katika orodha za Mungu. Mateso yasikufanye kutoka katika njia za Mungu. Vikwazo na misemo isikufanye kutoka ndani ya kazi ya Mungu. Lakini unaposhimama imara na kumfanya Yesu Kristo kuwa ngao ndani ya maisha yako, ni sharti upate uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndugu yangu mpenzi ambaye unanisikia asubuhi ya leo, asubuhi ya leo nakwambia, mtafute mtu mmoja ambaye atakufikisha katika malengo ambayo unayohitaji. Tukisoma hapa mstari wa 5 pia panasema, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Sikia nikwambie ndugu yangu, hiyo shida ambayo uko nayo sio ya kukua. Hayo magonjwa uko nayo sio ya kukua. Pana msaada ambao unaenda kuja asubuhi ya leo. Pana msaada ambao unaenda kupokea asubuhi ya leo. Pana msaada ambao unaenda kukushukia asubuhi ya leo. Huyo msaada unatoka juu mbinguni, na msaada mwingine sio mwingine, ni Yesu Kristo ambaye anakuja kukutoa katika hizo shida. Ni Yesu Kristo ambaye anakuja kukuponya. Ni Yesu Kristo ambaye anakuja kukutoa ndani ya magonjwa ulikuwa unafanya kipindi kirefu ulikuwa unaugua. Saa zingine uko ndani ya hospitali, saa zingine uko manyumbani, saa zingine
umedepozea nafasi nyingi, lakini hujaitiwa na kupata kazi. Asubuhi ya leo naenda kushimama ndani ya toletea mbingu, nikisema asubuhi ya leo naenda kupokea kazi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu pana msaada ambao unatoka juu mbinguni na kuja kuingiza katika malengo yako. Mwambie Mungu, asubuhi ya leo niko tayari. Haleluya. Tukisoma mstari wake wa 6, Yesu alipomuona huyo amelala, naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Haleluya. Yesu Kristo anakuuliza, ndugu yangu, unataka kuwa mzima asubuhi ya leo? Wakati Yesu alifika ile mahali pale, alimwona kama yule mtu alikuwa ameugua, aliteswa na yale magonjwa miaka mingi sana. Na wewe saa zingine Yesu Kristo yuko anapita na angalia, akakukuta na wewe umesumbuliwa na hayo magonjwa, umesumbuliwa na ushomeri, ulisumbuliwa na kusipopata mume, ulisumbuliwa ndani ya ndoa yako. Na Yesu anakuuliza asubuhi ya leo, je, unataka kupona? Unataka kupona asubuhi ya leo? Unataka kuona utukufu wa Mungu? Ndugu yangu, ni wewe kuamua. Ndani ya usharati hakuna faida ndani yao. Ndani ya ulevi hakuna faida. Sisi tumelewa, tumesharatika, tumefanya uzinzi sio kwa kawaida, tumeiba, lakini neno la Mungu tulipolisikia tukabadilika na kuokoka. Nawe pia nakwambia ndugu yangu mpenzi, asubuhi ya leo jisikie kubadilika, jisikie kuwa katika hicho kisima. Yesu Kristo yuko anakuuliza, je, unataka kupona? Unataka kutoka ndani hizo shida? Mwambie Mungu akupatie rafiki mzuri. Mwambie Mungu akupatie mtu ambaye atakutoa ndani hizo shida. Mwambie Mungu akupatie mtu ambaye atakuongoza katika njia zake. Mwambie Mungu akupatie mtu mmoja ambaye atakufikisha katika baraka zako. Pana watu wengi ambao tuko tunakutana nao, lakini sio msaada kwetu. Pana watu ambao tuko tunatembea nao, lakini sio msaada kwetu. Lakini kila ambacho nachokwambia, msaada wa kweli unatoka juu mbinguni. Msaada wa kweli ni Yesu Kristo. Ndugu zako wanaweza kukukataa, wazazi wako wanaweza kukukataa, lakini Yesu Kristo hawezi kukukataa. Ndugu yangu, asubuhi ya leo, ndugu mpenzi,